الحمد الله أكبر الله أكبر. Ukitupia jicho ibada ya funga utakuta kuna 99.9% ya mafunzo yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani ni kunako uvumilivu, na 99.9% ya natija ya uvumilivu ni amani. Tumefunga sio tu kwa kujizuia kula na kunywa, la. Tumefunga kwa kujizuia matamanio mbalimbali ilhali tuna uwezo wa kuyaendea. Tumefunga tukiwa na uwezo wa kufanya mambo mengine ambayo tulikuwa tunaweza kuyafanya katika miezi mingine, lakini tulijiziwilia kuyafanya kwa sababu tumefunga. Kwa hiyo haya ni mafunzo ambayo tumeyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba tuwe wapole ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuwe wanyenyekevu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sisi sote tulikuwa hivyo. Ndio maana nikasema 99.9% ya mafunzo tuliyoyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni uvumilivu, na natija ya uvumilivu ni amani. Mmoja kati ya wadau wa amani anasema ni bora utumie jasho jingi wakati wa amani kwa ajili ya kuokoa damu nyingi wakati wa vita. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni bora tutumie jasho jingi sisi kuzungumzia amani, ni bora tuutumie wakati mrefu sisi kuzungumzia amani kwa ajili ya kuokoa damu nyingi zitakazomwagika ikiwa vita itatokea. Tanzania sisi ni akina nani hata hakuna vita? Tanzania sisi ni akina nani mpaka kuna amani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitunuku taifa letu la Tanzania na akajalia taifa hili kuwa ni taifa la amani. Amani tukiipoteza tutakuwa tumepoteza tunu. Amani haina mbadala wake. Hakuna jambo lolote ambalo ni mbadala wa amani. Kuna ambao wanajidanganya wanasema haki ni mbadala wa amani, kwamba haki inatangulia kabla ya amani. Dhana hiyo sio kweli, bali dhana ya kweli ni kwamba amani kwanza na mambo mengine baadaye. Ni watake wanakatavi wote kuhakikisha kwamba kipindi hiki cha sikukuu za Eid el-Fitr tunasherekea kwa amani. Unapotoka nyumbani kwako, hakikisha umeacha nyumba katika mazingira ambayo ni ya usalama, ili kuepuka vitendo ambavyo si vitendo sahihi au vitendo vya uvunjifu wa usalama. Lakini pia tuchunge watoto, tujue wanakwenda kutembelea wapi, wanakutana na nani, ili kuweza kuepuka mambo ambayo yanaweza kusababisha madhara kwa watoto wetu. Lakini kwa ujumla wake, sisi kama kamati ya usalama ya mkoa pamoja na kamati za usalama za wilaya na vyombo vyote vya dola, tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wananchi wote wanasherekea sikukuu hii ya Eid el-Fitr katika hali ya amani, hali ya usalama, hali ya utulivu na katika hali ya mshikamano wa hali ya juu. Na niwatakie wote heri ya sikukuu ya Eid el-Fitr na heri ya mfungo wa Kwaresma, na tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupa baraka katika maisha yetu yote. Tuendelee kudumisha amani, tujipange kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu, na katika kipindi chote hicho tuendelee kuhakikisha mkoa wetu wa Katavi unaendelea kuwa ni mkoa wenye amani na usalama wa hali ya juu. Kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, nikiwa mwenyekiti wa mkoa, jambo kubwa
Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha sisi Waislamu kusali leo Eid al-Fitr. Ujumbe wangu kwa Wanakatavi wote, nawatakia sikukuu njema, sikukuu iwe ya amani kama alivyosema shehe. Tusherehe kwa amani katika mkoa wetu wote, lakini na kwa upendo katika mkoa wetu. Amani ni kitu kikubwa sana. Watu wanapotezea, wanaona vitu ni vitu vya ovyo ovyo, lakini tuangalia wengine wanaswali wima huku wanakimbia. Lakini sisi tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, ili tumeimaliza salama na tunaenda tukaangalia sasa mapaja ya kuku yamekaaje baada ya kuswali Eid. Alhamdulillahi rabbil alamin, nimemaliza kwa hilo.